Pendwa, leo ninaomba tushare pamoja andiko la Waamuzi mlango wa 6 aya ya 14, ambao Mungu anamwambia Gideon, nenda na uwezo wako huo ukawaokoe Israeli na mikono ya Wamidiani. Sasa kuna watu wengi ambao are very fearful to start things. Yaani mtu ukimwambia why apambani kutafuta maisha, apambani fanya, anakuambia bwana, unajua nina uwezo mdogo, natafuta fedha za kutosha nifanye biashara, natafuta fedha za kutosha nikafanya investment, natafuta fedha za kutosha hey. Sasa sikiliza, kuna simple formula I would like to teach you today, kwamba huwezi kuipata moja bila kuanza na sifuri. Sawa, ili uipate moja kwenye maisha, achana na namba za shule. Ili upate moja kwenye maisha ni lazima uanze na sifuri. Unapoanza ile sifuri, the starter, unapoanza sifuri inakusaidia kwenda moja. Sasa ukifika moja, si wote wanaweza kuwa na speed ya kwenda mbili. Simple formula, tumia ile sifuri ya kwanza ikusaidie kupata moja nyingine. Chukua ile moja uliyoipata, unganisha na moja ya pili, zinakuwa mbili. Ukishafika mbili, usilazimishe mbili kwenda 4 wala kwenda 3. Tumia tena moja kutafuta moja nyingine, unganisha, zinakuwa 3. Sawa? Ukifika 3, unaweza kutumia 2 ili ufike 5, au unaweza kutumia moja ufike 4. Slow but sure, step by step. Na uwezo huo ulionao, usilazimishe kutafuta vitu vikubwa ambavyo wewe hutawezana navyo. Yaani mimi nikwambia sasa hivi nina ndoto ya kumiliki ndege, ni uongo. Yaani ni uongo. Ni ndoto ambayo itakuja baadaye nikiwa nimemiliki vitu vingine. Unaelewa? Ni ndoto inakuja baada ya kuwa nimeutilize na nimetengeneza variety nzuri ya maisha. Huko mbele nasema kwa sasa kumbe naweza nikanunua ndege. Kwa sasa naweza nikamiliki viwanja vikubwa na vingi sana. Yaani mtu akipata tu hela anasema ngoja nikimbilie kujenga ndo nitapata unafuu. Wewe, kuna watu wana majumba, ndani ya majumba na unafuu hawana. Yaani anaona maisha ni magumu kuliko hata wakati alivyokuwa anapanga. Kwa hiyo usilazimishe kwenye maisha, na wala usikate tamaa, give up, ukaogopa kuanza. Anza na sifuri hiyo. Anza na sifuri hiyo. Mimi naweza nikakuguarantee kitu. Wakati mimi nimemaliza kidato cha 6 na naenda chuo kikuu, nilikuwa najiuliza chuo kikuu naendaje, kwa sababu I have to pay money. Natakiwa nijilipie ada chuo kikuu, lakini naendaje? Nilichukua shilingi 27,000. I'm telling you the true story. 27,000 nikaingia Kariakoo, nikanunua product perfume, nikazinunua, nikapita kwa wadau, nikawakopesha. I started from there. Na uwezo huo mdogo, lakini niliweza kuutilize maisha, nikasoma degree yangu nikaimaliza. Wakati kuna watu wanalipiwa fedha na serikali zote, na bumu anapewa kubwa na maisha yamewashinda, mimi ada nilikuwa napewa kidogo sana, lakini bumu na utilize nikiunganisha na vitu vyangu vingine ambavyo napambana mtaani, na ili nisaidia mimi kufika kwenye level ambayo nilikuwa naitamani kwa wakati huo nilifika. Lakini kama ningesema mimi sasa natamani kutafuta ada ya chuo kikuu, sasa nipate ada, natakiwa nitafute mtaji wa milioni 2 au milioni 1 au 500,000, niende Karume nikafunge belo la viatu vya mtumba, au nikafunge belo la nguo za mtumba, niende kupaki sehemu nikauze. Ningekuwa najidanganya, kwa sababu huo uwezo wa kupata hata 100,000 ulikuwa hamna. Sasa ndugu yangu, nenda na uwezo ulionao. Uwezo ulionao ndio speed yako. Uwezo ulionao ndio kasi yako ya mafanikio. Usiache kuanza kwa kisingizio cha mazingira yamenibana, kisingizio cha sina mtaji wa kutosha, kisingizio cha nitapata wapi product, nitapata wapi wateja. Watu waliokuzunguka au wanatosha kuwa wateja wako. Truly wanatosha kuwa wateja wako. Wanatosha kukusaidia wewe kuanza kupushi ndoto yako isogee. Yaani sikiliza. One day nilikuwa nasikiliza, I was just listening to my music. Nilikuwa nasikiliza kwenye my music, nikasikiliza nyimbo zangu za zamani, and someone told me these are very good music, and nikamwambia good but not in my qualities now. So if I want maybe kuzitumia kushuti na nini, natakiwa nizi reproduce, nizitengeneze kwa upya ziwe kama cover
kama nini, yani niziboreshe kwa upya, niende studio zenye viwango ambavyo niko navyo sasa hivi. Ila nikisema sasa hivi naenda kuzitengenezea video, nitakuwa nadanganya. Kwa nini nadanganya? Kwa sababu kuna level ya music ambayo nimeshafika. Kwa hiyo nikileta video ya ule wimbo ambao nina uhakika kabisa hujachujwa vizuri, unapiga sound haziko vizuri, na kuwa na haribu. Nenda na uwezo wako mpendo. Wewe nenda tu na huo uwezo. Yaani huo uwezo, yaani hata kama unaweza kubeba mchicha, ndio huo uwezo wako, kaubebe tu. Kabisa, kaubebe. Mimi naweza nikakwambia mfano, I can guarantee you an example of Beatnex. Beatnex nilianza mimi nikiwa I was just one person. Nilikuwa peke yangu mimi. Lakini sasa hivi na watu wanaelekea 600 chini yangu. Watu wanaelekea 600 wako chini. Wewe, alafu I have teams. I have a team in America, na team iko Dubai, na team Canada, na team mbalimbali ziko mataifa mbalimbali. Mimi huyu unayenijua, unavyoniona, very simple man, simple boy, unaona kaida. Lakini kuna watu ambao ninawa mentor. Lakini nilianzaje? I started by myself, a single person. Mimi kama nisingeanza, ningebaki tu kusema unajua kupata watu, sio to invite someone, isn't easy, someone cannot accept, yani una force watu kwamba hawawezi kukubaliana na wewe, hawawezi kukusikiliza, hawawezi kujoin the business hiyo. Yani unatengeneza sababu wewe mwenyewe. Ukishazitengeneza unajipa majibu wewe mwenyewe. Yani unawajibia watu nafsi zao ambao kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kama ingekuwa ni hivyo, nisingekuwa nao sasa. Kwa hiyo hakuna maisha yanakuja hivi hivi. Someone to be a hero, panahitajika kuanza tu. Unapoanza steps zinakuja. Mimi nikutakia tu weekend njema kabisa.